Vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Asanteni sana vijana na kina mama na wazee. Tumerudi tena Keroka. Tumerudi Nyamira. Tuliamua ati katika hizi ziara zetu tunafanya ya kuongea na Wakenya tufike Kisii. Kwanza tumerudi kutoa shukrani kwenu. Maana nyinyi mlisimama imara na sisi. Na mkatupiga sisi kura kwa fujo kabisa. Vile mlipiga kura hapa, mkapiga kura eneo zingine. Tulishinda kura kwa counties 36. 36 counties. Wale walishinda kura kwa counties 11 peke yake. So mimi nasema asanteni sana kwa kusimama imara. Sasa yale unajua yalifanyika mambo ya shetani. Lakini sisi tumebaki imara. Ndio sababu tumerudi kumwambia nyinyi ya kwamba ile ushindi wetu ambao tulipata iliibiwa na shetani. Simuliona? Simuliona? Bwana Chebushetha. Simuliona Bwana Chebushetha? Simuliona? Akitoroka, akikimbia kama mwendazimu. Lakini sisi tunataka Wakenya wasikufe moyo. Wakenya mpaka wasimame imara. Ukisimama imara, hakuna chochote ambaye anaweza kushinda nyinyi. Mko imara? Mko imara? Wakati tulikuwa nafanya campaign, kulikuwa na ahadi mingi sana. Wale jamaa hawakutarajia kwamba wangeingia katika ikulu. Kwa sababu walikuwa wanatoa ahadi hii na hapa na pale, walikuwa na nyamba ahadi. Tukiweka Biblia chini, hii itafanyika. Ndani ya mwezi moja, gharama ya unga itarudi chini. Bei ya mafuta itarudi chini. Ati mahaslas tutainua hali yao. Tutaleta hustler fund. Tutaleta fund ya kina mama. Mambo ya karo tutaangalia. Si yale yote walikuwa wanatoa ahadi. Ilikuwa ni yao, ile ahadi yao ni kama kunyamba kwa punda. Sasa sisi tuliongea juu ya mambo ya nguruwe sita. Sisi nguruwe sita. Nguruwe sita tulisema tutapatia wale akina mama ambaye hawana mabwana, sio? Tulisema tumaskini tutawasaidia, sio? Hiyo ilikuwa ni ahadi ambayo tungekuwa tumetimiza. Hata kwa upande elimu tulitoa ahadi tungekuwa tumetimiza. Lakini hiyo sasa ni mambo ambayo imehamishwa kwanza. So naangalia mambo ya hapa sasa. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Karo ya shule imepanda. Na kazi hakuna, sio? Sivyo? Haya yote mpaka tuangalie, tupiganie. Lakini muhimu zaidi ni kuangalia kule tunataka kwenda sisi kama Wakenya. Tutaelekea wapi? Manake hatuwezi kukubali ya kwamba Wakenya wanatawaliwa kinyama kwa njia ya kidikteta. Tayari muone hao watu wameonyesha tabia yao. Wameanza kunyanyasa watu hovyo. Tumeona juzi mimi napata habari ati police officers wamevamia nyumba ya bwana Matiang'i. Mimi nikakimbia pale. Wakisikia mimi nakuja, wakatoroka. Waltoroka. Lakini tukao pale ni wakili yetu Bwana Dansan Omari. Akaniambia mimi hawa jamani ndio wametoka hapa namna hii. Lakini walikuja hapa kwa fujo.
Baadaye juzi alfajiri saa 12 mimi napata simu. Hata jamaa wa cybercrime wanajitarisha kwenda kwa Matiang'i. Kajaribu kumpiga Matiang'i simu sikumpata. Nikampatia Omari, nikamwambia kimbia kwenda kule. Omari akaenda. Jamaa walikuwa hawajakuja. Akapata habari atameenda kule Kiambu mahakama kutafuta order. Akaenda huko Kiambu. Wakakatazwa. Wakarudi Nairobi, koti ya Nairobi. Wanatafuta order. Hapo Mbari akaingia. Akasema hiyo order hapana weza kupewa ndani ya chemba yako. Leta kwa koti nje. Pale ambayo kuna waandishi wa habari. Omari akasema sisi kama wakili wa Bwana Matiang'i mpaka tupewa notisi ya hii kesi. Mahakama akasema basi kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa 3 Machi. Lakini baada ya kutoka hapo wanatoroka wanakwenda kwa Matiang'i bila order, wanasema wako na order. Wakiingia namna hii wanakuja na gari yao wanapeleka wanavunja mlango ya boma. Alafu wanaingia ndani ya nyumba wanavunja milango. Hapa na pale ati wanafanya msako, wanatafuta ushahidi. CCTV. Kila mahali wameingia kama nyumba, ukienda ndani ya nyumba ya Matiang'i utalia. Wamevunja hapa na hapa na hapa kuonyesha nguvu ya serikali. Na watoa vitisho kali kabisa hawa watu. Lakini kulikuwa hakuna kitu wanatafuta. Wanasema ati wanataka tafuta ushahidi kuonyesha kwamba walikuja siku nyingine. Kama wewe ulikuja, unatafuta ushahidi ya gani? Si wewe unajua ulikuja? Si wewe unajua ulikuja? Hao watu wanataka kurudisha udikteta katika taifa letu. Na hatuwezi kukubali. Tunakwambia Ruto ya kwamba Bwana Moi alijaribu hiyo yote lakini alishindwa. Wewe utashindwa kuliko Moi. Wakenya wako macho. Si mko tayari? Si mko tayari? Bwana Ruto anaweza kutisha nyinyi? Anaweza? Ndio sababu mimi nimemwambia wewe wacha mambo hii. Utawala ya dhuluma na kimabavu tulizika. Iko ndani ya kaburi. Huwezi kufufusha. Tutasimama imara. Wewe sasa unaadhibu kabila mzima ya Wakisii. Angalieni. Juzi yeye ameteua wale makatibu katika wizara, permanent secretaries 51. 51 permanent secretaries. Kabila yake 13. Hakuna hata Mkisii moja. Hata Mkisii mmoja ambaye ameteua. Mbona hiyo? Angalieni katika magazeti notices. Kila wiki wale anaajiri. Haya ni mashirika ya serikali lakini anaajiri wengi ni kabila yake peke yake. Aliajiri procurement officers 32 procurement officers 18 ni kabila yake. Hakuna Mkisii hata moja. Kuna Mjaluo moja, kuna Mkamba moja, kuna Mluhya moja peke yake. Msikia hiyo? Hayo ukabila mbaya kushinda ile ya wakati ya Nyayo. Ubaguzi mbaya zaidi ambayo inafanyika katika taifa letu. Kila wiki katika Kenya Gazette notice kwenda angalia, soma ili ujue kwamba Kenya iko katika hali ya hatari. Hali mbaya zaidi, utawala ya kidhuluma, utawala ya ubaguzi ambayo Wakenya hawezi kuvumilia. Maana yake nyinyi hapa mnatoa ushuru. Wakisii wanatoa ushuru hapa. Ukienda pale ukinunua maziwa pale umetoa ushuru. Ukinunua sukari umetoa ushuru. Ukinunua chumvi umetoa ushuru. Ukivuta sigara ushuru kubwa zaidi. Ukikunya ile one for the road hiyo ndani yake. Hiyo ni ushuru ambao wanarogota kila siku kutoka hapa. Lakini sasa ile anaajiri watu Nairobi, anaajiri wa kabila yake peke yake. Je, hiyo ni mzuri hiyo?
Je, itawezekana? Sisi tunasema mpaka nyinyi hii maneno mkatai. Sasa nyinyi nataka mjue, wanajaribu kusema katika gazeti leo atio kuna watu wengine ambao walikuwa wanafanya hacking. Hakuna kitu kama hiyo. Kitu ambayo ilifanyika ni ya kwamba katika uchaguzi wa rais, na yule mfichuaji ametoa ukweli kabisa, Ruto alipata kura 5,900,000, 5.9 million votes. Sisi tulipata 8,100,000, 8.1 million votes. Ni ukweli? Hiyo ni ukweli. Kama nasema la, mwambie fungua saba. Fungua saba. Fungua saba. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Kwa hiyo yeye akija hapa, mjue kwamba yeye ni rais mwizi. Ameiza. Rais wa bandia. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Hiyo ni sababu sisi tunatembea katika nchi kushauriana na wananchi, kuuliza maoni yenu. Nasema tuko namna gani? Tukomboe ushindi wetu. Tukomboe. Tukomboe. Ndipo nasema tukomboe ushindi wetu, ndio mkono hapa. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama. Kwa hivyo kesho tutakuwa Kisumu. Leo tunaenda kuongea kule Kisii Stadium. Pale tutatoa taarifa kamili huko. Kesho tutakuwa Kisumu Dala. Siku ya Jumatano, Wednesday, tutakuwa Jivanji Gardens kwa maombi. Kwa maombi. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Alafu baadaye mtapata habari tena huko mbeleni kabisa. Kwa mimi nasema asanteni sana, msimame baki imara. Azimio. Azimio. Tuko hapa kwa yenu. Tuko hapa na vijana wetu hapa. Vijana hawa, kikundi ya vijana ambayo tunaingiza katika NDD, National. Hawa vijana ni vijana ambao watalinda demokrasi wetu. Wanaitwa Movement for Defense of Democracy. Vijana ya dhotka.